Kuna jamaa mmoja bwana, alikuwa na mafanikio makubwa sana. Akaona sio vyema haya mafanikio kuyatumia peke yake, akaona aoe mke. Baada ya kuoa mke, ndani ya ndoa alibarikiwa kupata watoto 5. Ndani ya watoto 5, wa kike alikuwa mmoja. Kama unavyojua, maisha yakaendelea, makuzi ya watoto, kujiona huyu pendwa kwa baba kuliko mwingine. Wakasomeshwa mpaka chuo, walipomaliza wakawa wataki kazi, kutwa kudrive magari ya baba, kuchukua pesa kwenda klabu na kumnyanyapaa dada yao. Wa kike tu. Wa kike mali zake bwana ataolewa tu, ziko kwa mmewe. Nasikia kuna kipindi mzee aliitisha kikao cha familia cha pande mbili, kikeni na kiumeni. Walipofika kwenye kikao kile, wakahoji, sasa tushafika kwenye kikao kinahusu nini? Mzee akasema, jamani, hawa watoto wote unaoona hapa wamepatikana ndani ya ndoa, ni wanangu, lakini mtoto wangu wa damu ni mmoja tu, huyu Rehema wa kike. Wakasema, mbona kama hatukuelewi? Akasema, mimi nilishachukuaga sample za damu nikapeleka huko nje kupima DNA, nikagundua mtoto wangu ni huyu tu Rehema. Watoto kutoka pale wakaenda kumuuliza mamake, mama, mbona baba anatukataa? Kwani kasemaje? Eti anasema sisi wote watoto zake, lakini mtoto wake wa damu ni Rehema dada yetu. Akasema, sasa hapo pana ubaya gani ndo kawakataa? Sasa mama, sisi tunataka kujua sisi baba yetu yuko wapi? Mama akasema, mimi enzi za ujana wangu nilidanga sana, sina mme ninayemkumbuka zaidi ya huyu mme ambaye alinilipia mahali na ambaye mmekula ugali wa baba wa watu. Hamkupaswa kugombana naye, mlitakiwa tu mshukuru kwa kuzaliwa ndani ya ndoa, kulelewa mpaka mmesomeshwa, mmefika chuo, mnatakiwa mjiongeze. Hizo ni shukrani mlitakiwa kutoa kwa huyo mzee. Kwa hiyo kifupi, baba hakuwa na makosa. Ndio maana unaambiwa tafuta pesa ili upewe mtoto wa kwako.